Na katika picha kali ambayo watu basi walikuwa wakisubiria kwa hamu, hatimaye tena ndani ya nyumba ni habari quality production tena zidi kusababisha mambo, ikiwa sambamba na full respect family basi kama kawa nazidi kusababisha mambo. Ni season mpya kabisa hapa basi wanaita Fatal Mission, ikiwa katika sehemu ya kwanza. Kumbuka nikiwa sambamba basi kama kawa na watu wote ambao wanazidi kutoa support. Kumbuka kama tulivyokuambia ni kwamba mabwana tumevamia. Nafikiri habari wanayo. Dar es Salaam pale basi ni Kariakoo mtaa wa Agre, ndo habari ya mjini. Kila siku ya Jumatatu sambamba na Jumatatu tutakuwa kupata huduma live bila chenga. Nafika pale Kariakoo mtaa wa Agre. Utaweza kufika pale katika ofisi yetu basi utapata huduma safi kabisa, burudani maridhawa. Kumbuka ni moto mkali sana hapa. Season moja matata vibaya. Wanalita Fatal Mission. Ni bonge ya season na hii hapa inapigwa kwa heshima na taazima basi sambamba na watu wote ambao wanazidi kutoa support. Tukiwa mtu 3, mtu 2 ndani ya nyumba ni shida tupu mzee. Au sio? Ndo wakali na wababe wa hizo kazi kwa hivi sasa ambao tunakwenda kutikisa. Na tutaendelea kuweza kufanya mambo mazuri zaidi kwa wapenzi wetu ambao wanazidi kutoa support kila siku. Au sio baba yetu? Hapa ni shida. Kumbuka ni mashine baba la baba Dom the Invisible Sunny. Au sio? Hiyo ni mashine ya TZ. Mkali wao, mkali sikuwa na mpinzani. Nikiwa sambamba na the team leader wanamuita Mafia DJs kama kawa. The real voice. Mambo yanazidi kuwa bomba zaidi. Na hii hapa mzee. Ase ni bonge ya season mtu wangu. Nafikiri kwamba Mwamba alikucheza kwa advertise sana katika season kadha wa kadha ikiwemo Scarlet Heart na season zingine kali sana alikuwa amejaribu kuweza ku advertise. Watu walikuwa wakisubiri kwa hamu sana kwa wale wapenzi wetu wa Dar es Salaam. Basi moto hapa hatimaye umekuwa tayari. Katika season kali kama Crew Romance uliweza kuona matangazo ikiwa katika vitu vikali kama A-Fist. Au sio? Vitu kama The Dream ni ile mioto ya moto kweli na usipime mambo yake. Lakini kwa sasa tupate pia matangazo wakali ambao wanazidi kutufanya tunapeta. Niko sambamba pia na mkale wakala anaitwa Babaka mwanawakilisha pande za Mosi Njoro. Pepsi pale, BM wa telefoni ni Island City pale. Niko sambamba na Dani Studios ni pande za Ngulelo. Nikiwa sambamba basi na mkali Aruno the Billionaire anawakilisha Darajani pale Ngarenaro. Nipo sambamba pia na Mdimi. Utaona tangazo lake mkali ni boss wangu wa nguvu huyo hapa. Raja ni Sakina. Godi anawakilisha Kijenge Juu, mmoja kati ya mkali wakali Godi. Utaona pia tangazo lake. Niko na Dickson Lama kutoka Sauri kule Mataa. Ima Studios ni pande za Monama. Mambo yanazidi kuwa safi zaidi. Nipo sambamba pia na wakali wa ukweli. Family DJ Sulu kutoka pande za Baraka wa Sayore. Nipo sambamba na Endo Studios pia anapatikana pande za Ngulelo kule. Pale karibu kabisa na barabara Mferejini. Ni mkali wa wakali na mambo yake sio madogo. Kumbuka zimetoka double mioto mikali kabisa hapa basi. Na hizo utazipata kwa kasi ajabu. Nipo sambamba na watu wengi sana ambao wazidi kunipa support. Na mkali ambaye wanamuita Steve Mtata anawakilisha Arusha Road pale pande za Singida. Nipo na Bay Studio ni Amerikani katika vibanda vya shule msingi Kibaoni. Ukija upande wa pili jeni utakutana na Kubolao Sefu. Bila kusahau ukija Manisport utamkuta Big Boss Bangataz. Mmoja kati ya watu wangu wa nguvu kabisa. Wazua kusababisha, wazua vitu vya hatari. Mashine hapa mzendo tunakwenda kuitizama. Wala hata usipoteze muda. Nipo sambamba na The Empire, ni steni ndogo ya VIC pale. Anawakilisha vema na ni boss wangu wa nguvu. Wana wasiwasi wote kwa watu wote nafikiri mnaelewa pale ndo habari mjini. Nipo sambamba pia na family DJ Sulu mkombeni kutoka pande za Baraka wa Sayore. Chapade Doni anawakilisha vema basi kutoka pande za Mosi Rombo Tarakea. Nipo na Penguini anawakilisha pande za Iringa kule, yupo vizuri sana. Na watu ambao wanazidi kutoa support kama wakina Bravo Studios, wote nipo na sambamba kutoka pande za Sokoniwani huko. Kwa hiyo timu ni kubwa sana, lakini kwa hivi sasa tukapate kwanza tangazo la mkali alafu baada hapo tunakwenda katika episode ya kwanza. Moto hapa mzee usipime. Moto hapo usipime. Kiwa katika sehemu ya kwanza kwa hivi sasa wanamuita Mdimi Studio. Ni moja kati ya mdhamini mnono, mdhamini wa nguvu, mzee wa kusababisha. Bingwa wa kuuza movie na zote mzee. Ni habari nyingine level zingine. Na ni moja kati ya mkali wa nguvu kabisa. Mkali wa Singida nzima kwa hakika wa kazi hizi. Wanamuita Mdiwise kama Kawise. Baba la baba ni habari nyingine. Level zingine usipime. Wanamuita Mdimi Starboy. Tembelea Mdimi Studio stand mpya Misuna Singida kupata vitu vya uhakika, vitu vile vipya, vitu latest kabisa. Usipime. Vile vitu vya nguvu kabisa. Mambo ni safi. Huyo hapo anamuita Mdimi Starboy. Ni kweli amejipanga na ni moja kati ya mdhamini mnono, mdhamini wa nguvu. Kwa anastahili kuweza kutamba kwa sababu ni mtu wangu wa karibu sana mkali huyo hapa.
anakufikia popote ulipo kwa namba za simu 0766323878. Mambo ya memory card, flash housing, laptop ukitaka zile tablet zote, DVD empty pia unaweza kupata, external transcend Toshiba, vifaa pia vya kompyuta vinapatikana. Basi hapo ni uhakika. Huyo ndo mkali wao, wanamuita Starboy. Hebu twende kwanza katika sehemu ya kwanza. Basi namba zangu za simu ni 0764267633. Kunipata live bila chenga na utanipata popote pale ulipo. Kama utakuwa unahitaji basi kuweza kudhamini kazi kama hizi ili uweze kurusha hewani, unaweza kupiga hizo namba. Ukitaka pia kupata mzigo popote pale ulipo, namba za simu 0764267633. Kumbuka ni kwamba tumeenea Tanzania nzima, kwa hiyo habari wanayo. Ni wewe tu. Tunahitaji watu ambao wako fresh kabisa kwa ajili ya kutoa support, na watu ambao wako fresh kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba basi wanatoa muunganiko mkali sana kwenda sambamba na G-Machine popote pale ambapo anapopiga hatua, basi tunakuwa sambamba naye. Kumbuka ni habari ya Quality Production. Kwa hivi sasa ndo kampuni kubwa ambaye inafanya vizuri sana ndani ya Tanzania katika mtandao mkubwa kabisa wa kuzalisha bidhaa zenye kiwango kizuri. Quality Productions kwa maana yake ni bidhaa zenye ubora. Unapata picha ambazo ni nzuri, hazina hata chembe uchafu. Kama unataka action, hapa ndo penyewe. Story imetulia, basi hapa ndo penyewe. Ni kampuni mama kwa hivi sasa, ambapo kampuni hili matao yake makuu kabisa yanapatikana Arusha huko. Ndo mambo ambapo unaweza kuyapata. Au namba za mkurugenzi ambaye ndo Invisible Sun G-Machine, Rocket Ranger, Dangerous Boy. Namba za simu 0764267633. Bado tunawasisitizia wakali, maana kuna watu wanapiga simu wanasema baba, tumechelewa sana kupata namba zako, tumetafuta kwa shida, tumeteseka. Msiteseke sana. Unaweza kufanya mpango tu kusikiliza season yangu kuanzia hapo mwanzo na ukaelewa, ukapata huduma namba zangu, mambo yakaenda. Hiyo ndio Fatal Mission katika sehemu ya kwanza. Ni bonge ya season. Ni episode ya kwanza. Wanasema baada ya muda mrefu sana kuweza kupita ndani ya taifa la China, kulikuwa kuna vita vya muda mrefu sana, ambavyo vita hivyo vilikuwa vya Wachina sambamba na Wajapani. Walikuwa wamekita nguvu zao kwa muda mrefu sana kwa sababu wakaweza kuhakikisha kwamba wanaweza kuipindua China. Lakini siku moja basi Mungu alikuja kubariki katika matembezi makubwa sana ambao walikuwa wakiweza kuendelea. Copy that. Copy that. Copy that, copy that. Kitu naachia hapo chini. Wacheki mambo vinaachia vitu vya studio. Ni vita ambavyo viliendelea muda mrefu sana naambiwa. Unajua pia Wajapani wanakuwa na kiburi baada ya kupata support kubwa sana kutoka kwa Waingereza, Wajerumani. Sasa mambo kama hayo yalikuwa ni shida. Kulipota misitu kama hivi yenyewe tu ni kuhatarisha hali ya hewa. Hata nchi kuweza kukosa rutuba. Leo mkali anapigiwa simu. Walikuwa ni general. Mkuu, shida nini? Anasema kama nilivyokuwa nimeweza kukwambia, kwa hivi sasa lazima uweze kukaa tayari. Huyo anamuita mkali Lima. Akasema sawa, tutafanya hivyo. Nitakuweza kuhakikisha kwamba unajaribu kufanya uchunguzi na upelelezi wako, kuhakikisha kwamba unaweza kutengeneza kitu chenye ubora ambacho kinaweza kuja kutusaidia kwa maisha ya baadaye. Kwa maana kwa hivi sasa pia tuko katika hali moja ngumu sana. Akasema sawa. Ni zoezi moja ambalo alikuwa ameweza kupatiwa na pia kulikuwa kuna support ya Marekani. Leo alifika captain mmoja. Huyu captain ni mtoto wa kike anaitwa Liu Fang. Sasa vipi shida? Akiwa sambamba na kijana wake dereva wake Soibake. Anaambia atakuwa tuhakikishe kwamba tunasimamisha kikosi cha maana. Ni kweli inawezekana kwa sababu inaonekana ndo oda ambayo ilopata kuweza kutuleta huko. Lakini kwanza unachunguza wale watu ambao inaonekana maisha yao, background zao pia wako vizuri, wanaweza kuja kuwa wanajeshi wazuri. Unaweza kufanya hivyo. Akaambia, akamuonyesha kwanza kitu. Mambo alipiga breki. Maana yake nini sasa? Akaambia tulia, utajua tu. Acha wenge, tulia. Sawa. Yupo na bwana mdogo huyu. Mawenge sana huyu. Chali mmoja mcheshi sana. Wanakaita Fang Bingbing. Sasa tumefika hapa. Bibi alishajua kwamba alichoitiwa hapa ni kitu gani. Kumbuka kulikuwa kuna simu ya mkuu ambayo imepigwa kule. Kuna umuhimu wa kuweza kutengeneza kitu ambacho kinaweza kuja kuwa cha ukombozi. Captain alipofika hapa alikuta mtu ameweka pose kukashika mashine gani. Yupo na silaha za kutosha. Kaguswa. Sema shida nini, namalizia kazi. Kashangaa.
你们走错地方了。 Nini shida sasa? Nilikuwa natengeneza hapa na ungaunga silaha. 你怎么知道我们要去？ Ina maana umuoni mkubwa wako? 就凭他手上这把 Anasema ni kweli. 汤姆森 M1A1 Lakini mimi nilikuwa tu nikitengeneza silaha hapa. Ni story. M1928 A1 改进型枪型， Wala mimi sijajipanga kwa lolote. Nasikia kuna ujumbe ambao ulikuwa tayari 一个在一， umekushaweza kufika. 这种枪只会出现， Huenda si utakuwaje, lakini mimi hata sielewi. 肯定是走错了。回吧， Ni ujumbe mmoja ambaye kidogo watu walianza kushtuka nao. Huyu anafaa kweli? Akasema huyu anafaa. Mweke sawa. 哎，这把枪我最近用的不是很顺手， Sasa mtu wangu, hebu ifanyie mafekeche hapo. Mtaalamu anamuita Sung Cheng. Akaamua kuonyesha uwezo aliokuwa nao. Na ni kweli anaifanyia mafekeche mtu wangu. Alitawanya kama diko. Angalia mambo hayo ya Sung Cheng. 今儿 Ambia angalia, Kafangwinga anamwangalia tukiwa sambamba 爱萝卜。 na Captain Leo. 那你喜欢什么枪啊？ Sasa unataka nifanyaje? Anaambia ndo maana yake. Umeshaifungua anasema nairudishia. 准星， Vitu kama hivi kwangu mzee ni kama nanawa vile. Kitu ikarudi kama ilivyokuwa. Akatupiwa hiyo mzee mashine kubwa, kitu limeboostiwa hilo. 你小子手艺不错， Sasa upo vizuri sana. 霞总， Anaambia ndo kazi zangu. Mpaka hapo nimekuona upo vizuri, unaweza. 你不需要知道。 Lakini jiandae. Nijiandae kufanyaje? 组建一支小分队， Kwa sababu muda si mrefu kuna mambo utaelewa tu. 成一项特 Na 殊， wala hata usiogope. 再然后呢？ Sawa? 我的安排。 不去。 为什么？ 今天我结婚， Tutajua itakavyokuwa. 另外 Lakini 一个女人当领导， ni mambo gani hayo ambayo unaniambia kwamba mimi hata sijui kama nitaweza kwenda huko au tutaweza kufahamu? Akaambia sawa. Fuata. 我们还会再见面的。 Najua kabisa ni mmoja wapo. 照办扩。 Kwa hiyo utaelewa tu. Mama sijui ndo ameanza mazoezi yake, mimi hata sielewi. Ana mashauzi lakini mzee anapiga mkono, huyo binti ni mbalaa. Ni captain ni yani wamwita Lofang. 还好我们在赵办扩结婚之前找到了他。 Anaambia anaonekana utayari anaweza huyu. Sasa tunaelekea wapi? 走。 Akaambia twende, yupo na fan. Kaeka mashine hapo nyuma. Na hapo ni bado kuna mwongozo ambao atakayoweza kupewa, mwongozo mzuri ambao utaweza kumpa ramani nzuri. Hizo ilikuwa ni jumbe za juu juu tu kutoka kitengo hadi kitengo mzee. Binti anazama sasa huyo hapo. Kimcheki hivi unaweza ukajua ndo mila kweli, lakini usipime. Maana ukimwona mrembo mwenye miguu kama chelewa, unaweza ukajua labda ni mdhaifu. 你在这儿等我。 Akaambiwa tulia, nakuja. Kwa nini? 你就不能笑一下？ Nikusindikize. 为什么？ Kwa nini? 咱们是来借人的， Hamna, si utakuwa salama ukienda mwenyewe. Binti akacheka tu kwa dharau. Kafika hadi huku. Mwamba yuko busy anasoma. Muri huyo hapo kabisa. Huyu na maana ndo aliotumwa, ndo maana Mwamba alipigiwa simu na mkubwa wake. 你们这摆明了是要来抢人呢。 Wewe ndo ulikuwa umeagizwa. 虽然我觉得您的用词有些强， Anasema ndio. 但是如果 Nafikiri ujumbe ulikushaweza kuupewa mzee wangu. 有一些， Niliagizwa kweli. 我不会计较。 Lakini sio tatizo. 我要是不接受呢？ Nilipigiwa simu. 令难为。 Sasa hiyo simu uliopigiwa 我知道您爱兵如子， wala sio kitu kibaya. Ilikuwa inatakiwa kufanyika uchunguzi 是军 na mambo kadha wa kadha ili kuhakikisha kwamba mambo yote yanakuwa salama kabisa katika ile ya kwenda kuandaa kitu ambacho kitakuja kuwa faida kwa maisha baada ya taifa letu, 可书写。 zidi ya kuweza kukabiliana na maadui zetu wa Japani. 我们 Japo ni mtihani kidogo kuweza kuwakocha watu, lakini kuna uwezekano kupatikana nafasi nzuri tu pindi mambo yatakapofanyika kwa juhudi zote. 什么任务？ Sasa una uhakika? 知道的您也知道， Ndio maana yake 好的，也没有办法告诉。 sikwambii uwe na shaka sana, ila ondoa pressure. 把名单给我。 Sawa, tutaona itakavyokuwa. Zilianza kuonyeshwa sura za vijana tofauti tofauti. Hawa ndo wanatakiwa kuweza kupatikana kwa ajili ya kuunda timu. 要的 Wapo vijana masarobaro wa ukweli yani. Wote hao ni vijana ambao walikuwa wanatakiwa wakapatikane kwa udi na uvumba. Ambao pia katika historia zao za mwanzo kuna wengine ambao pia washakuwa wanajeshi, wengine ni watukutu. Sasa hapa Mwamba alichosema, sasa hivi kila mmoja atakuwa na maisha yake. 技能最强的士兵吗？ 我亲眼看过他的作战能力，我相信我的眼。 Sasa hiyo sio tatizo. Tuwafuatilia hao. 的确有一技之长， Ni mtihani, 是关键的是 japo kuanza kudili na mmoja baada ya mwingine unaweza ukachukulia ni kitu kirahisi, lakini
sio kitu kirahisi 是 inavyoonekana, lakini unasema hivyo, lakini mambo yataeleweka, na ukweli ni kwamba utafahamika tu, hakuna wasiwasi wote. 凭你的能力，你恐怕 Mambo yote na mipango yote jinsi yalivyokuwa imeweza kupangwa 都差个底儿。 itafahamika tu. 这次的任务， Mesio tatizo 对 ni kwamba mambo ndio yanaanza, 我们不看过， kwa hiyo haina haja ya kuwa na wasiwasi wote. 而且我相信，到我小分队的每一个人， Tutajua cha kufanya. 李军由不得他自己了。 不行， Sawa, 虽然你是队长， kama kweli kabisa hicho unachokisema ni cha kweli, basi hakuna wasiwasi wote. 是从我 Mambo hayo ni kwamba yatapangika na yatafanyika 我不能 kwa wakati, 过失，而让整个三 lakini mambo atakapoenda kombo, basi itakuwa ni mambo mengine. 他还会做逃兵吗？ Hamna haja ya kuhofia, 我相信做过逃兵的人 kwa sababu mimi mpaka kuweza kuambiwa kuwa hapa 咀嚼过耻辱的滋味。 basi lazima ujue kwamba kuna uhakika wa kufanya mambo. Nikamtiani kweli kweli. 时间紧迫， Basi bibi alisema anaondoka. 麻烦您3个 Ni katika hali ya kwenda kuanza kuwatafuta hao vijana ambao nitakuwa sambamba nao. Lazima uweze kujua biografi zao na kila kitu. 东西， Basi naomba binti 交给赵， uwe makini jamani. 再捎句话给他。 Uwe makini hata uko unapokwenda. Vijana washapangwa pangwa hapo. Kila mmoja hapo ndo wao machali. Kila mmoja hapo na yani ana mafeeling yake. Kila mmoja yupo na mafeeling yake. 我看看， Wewe kacheki kicheni chake. 这么多呀， Hichi kilikuwa kinahusiana nini? 真家伙吗？ Vipi umeachwa ni? Oya. 废话， Emfuata mambo yako basi. Ni wakuda washikaji. 你说这得给多少大牙？ Paka jina lako liko hapa. Asa nikausheni. 不是我的意思， Asi tunaangalia tu na wewe kwani kwa ubaya se. 玩笑玩笑， Basi samani. 荣誉大于 Mbona mnaletea mazoea kiboya se? Acha hizo bana. 这东西， Tumekaa hapa ni muda. 你是男的呀？哎，你 Ni muda. 以为你是女？ Ni kweli ni muda. 这刚从号子里 Wewe acheni zenu bana. Ataambia ni muda wewe mwenye nywele kama mwanamke. 没一点， Rembo kama demu. Jamani acheni utani kwa sababu hatujui tunapoelekea. 我们什么人都要啊， Lakini watu wote ingepaswa tuweze kutulia. 也不是官儿大就能要 Ni，sawa. 得看本事。 Kwa sababu huwezi jua. 我说兄弟啊，你是哪个部队？ Mambo yote yatakuwa ni sawa tu au sio? 这真有意思啊！ Hamna shida yote. 两不良嘛， Hebu acha makelele. Mbona una kierere wewe? 生的 Uchaliwa anamuita Fei huyu. 是中国人，老子的老娘， Mtulia hapa bwana. 老子可是国际合作后， Sio kuja kuwazana wazana kiduansi hapa. 要不然 Fata mambo yako waliokuleta hapa. 啊， Inatosha. 吵吵闹闹成 Takiwa kabisa kuja kuleteana mambo ya kiduansi. Cheng naye akaingilia. Kuna pipa. 不是说时间 Sasa mkuu, tupe mwongozo basi ndo fanga. Akaambia nyie subirini. Utakapofika mkuu mtaelewa. 大人物啊， Kwa maana mwamba naye kila mtu hapa ana story yake. Unaye anajaribu kutafakari jinsi ilivyokuwa. Mwamba siku yake ilikuwa ni siku ya harusi, lakini alikutana na mshike wa kimambo huo kiasi kwamba sasa lile jambo lilimkosti hata kuweza kujikuta ameingia kwenye ndoa yake. Wewe unahitajika. Nimefanyaje? Umefanyaje? 不得你吧？ Jamani hujui? Msikakokiwa. 请我需要这么大阵仗？ Simniambie sana nilichofanya. 你想我和 Kama ni maelezo tutatoa tu. 废话， Hamna muda wa kuweza kuambiwa maelezo. 走就走。 Akatishiwa atapigwa risasi atembee mbele. Basi ikabidi atembee, akawakataa tena. Fate huyo. Najua miaka nyuma watu walikuwa kama inatokea hatua za kuweza kutetea taifa au kuingia katika masuala ya jeshi. Ase ni unakamatwa yani kimeno sasa. Sio mambo ya kupakana poda. 郑文华， Ha. Kaja hapa akazama paka huku upande wa pili. 你几位啊？ Karibu sana mheshimiwa. Chakula kipo, kila kitu kipo, kaambia naomba ni save kitu fulani. Nataka kujificha hapo. Wakati majeshi anamfuata. Kafika hapo akaambia tulia. 走， Tuzame kwa hapa, wakazama hapo ndani sasa. Wana machale. 慢点吃啊。哎，长官，这 Shida nini wakuu? 哪一个？ Hamna mtu ameingia huku kavaa suti. Kaingia pale. Jamaa sasa akatoboa siri. Wakazama mzee.
Wanakuja sasa huku. Mtu ashatembea saa mingi. Watu wasuke chini, itakuwa karuka hapa. Wakarudi chini kwa spidi ya hatari. Kumbe mwamba alikuwa yuko pale pale, tukafungua mlango. Jamaa wapambane na hali yao. Sasa akachomoza. Akabidi saa arudi huku. Bibi huko anasubiri maskini kanisani. Anajua ndoa itakuwa ya amani sana. Ni mambo ambayo sasa yeye mwenyewe anaweza kuyakumbuka. Tukitoka kule tunarudi upande wa pili sasa. Vitani. Huko vita ndivyo vilikuwa vikijiri kwa style hii hapa. Unajua vita vilikuwa vikali kiasi kwamba sasa ilifikia hatua inabidi watu wanakamatwa kwa nguvu kwenda wale agents wanakwenda kuparangana vitani. Usipime mambo ya vita mtu wangu. Watu wanachimbuliwa kama diko. China bado ilikuwa imekabiliwa na mtihani mkubwa sana. Afika mwamba mmoja ni wa Japan ya. Zaidi anampa ni jenerali wake jinsi ramani ilivyokwenda, majeshi yao jinsi yalivyopambana tu alofikia kambia vizuri. Takuwa kisha kwamba tunawadhibiti wa China vizuri. China leo ilikuwa ikizidi kujiimarisha na kujijenga upande wa pili. Kila mmoja alikuwa akitoa wazo lake jinsi ambavyo wanavyoona kwamba atakuwa afanyaje kuweza kuhakikisha kwamba wanawadhibiti wa Japan. Maana sawa Japan wamezidi na wana silaha mbadala vibaya. Ni mtihani, japo itakuwa tuweze kupambana na hii mambo tuweke sawa. Ila ni mtihani sio kitoto. Ila itafahamika tu. Watu huko wanasogea mbele mtu wangu. Mbele yao. Mbele yao. Chengzeng. Vipi? Fanya mbele niko na unga silaha. Unaunga silaha? Yana maana hujui kitu wewe. Sasa sinafanya kazi, si ndo zoezi langu hapa. Inaandalia tu wanajeshi wakapambane. Acha. Kuna watu watafikia sasa utajikuta hata na wewe pia unaenda vitani. Tena akaambia Chengzeng amka hapo. Babako akabeba ngoma hiyo. Kusogea mbele sasa. Watu wanajiandaa mara nyingi napofikia hatua kama hizi. Basi ni shida mtu wangu. Watu wamekula vitu vya hatari. Unacheki mambo ya vita hayo. Vita sio lele mama mtu wangu. Jeshi moja anatetemeka vibaya. Fanya haraka. Huyu naye kila mtu ana maisha yake unajua. Na mama naye anajaribu kuweza kumbuka mambo mengi. Wanahangaika na mtu ameshalala chali. Saa mingi sana shapoteza maisha, alipigwa kombora hadi mkono ukakatika eti. Yaani mambo ambayo pia kwa bibi hatuweza kuyasahau. Unajua kuna vitu vingine pia ni comedy Unafunga ndoa na mke wako labda wewe ni mwanajeshi. Sasa na yeye ni mwanajeshi ambaye ni dokta wa vitani. Huyu bibi anaitwa Chuya. Ambia Chuya nenda kaangalie kule, kuna watu wengine ambao wako mahututi. Unasemaje? Wewe nenda utajionea mwenyewe. Basi sawa narudi. Alikuwa anaulizia habari za mkali mmoja ambao anamuita Yogong. Ambaye ndio yule mwamba tulimuona katika mishemishe 2-3. Yogong. Huyu hapa. Demu wako Chue. Ambia sawa. Tuye na Yogeni ni maisha yao ndo haya hapa kama nilivyokuambia. Ndio uchali ambaye huyu anategemewa sana jeshini kwa kutengeneza silaha na vitu vingine. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo mwanamama yeye mwenyewe anayakumbuka. Bibi alikuwa anambia sasa vipi kuhusu ndoa yetu? Nataka tuweze kuchelewa. Tutafunga ndoa muda si mrefu. Tena bora si tumepangiwa wewe kutengeneza silaha na kuandaa vitu, mimi ni kutibu wagonjwa. Kuliko tungeenda vita. Nasema ni kweli. Basi hadi yetu itimie. Lazima itimie. Ujiangalie. Wewe twende. Mkuu kafika. 师座，大战在即，我来告诉你们，我们36师。 Habari zilizoweza kuletwa ni kwamba wanajeshi wengi wa Kichina walikuwa wameumia, wamepata madhara wengi sana. Kwa wale ambao kitu kimoja, lazima wahakikishe kwamba wanajitengeneza na kuwa makini. Huko Yogong hapo sambamba na Bibi Chuya, General alikuja kuwapa habari
kwamba inabidi sasa vita wanavyopambana wakati huu ni kuongeza umakini wa kiwango cha hali ya juu. Mara kama tegemezi basi watu watakuwa nalo. Tegemezi ndogo sana. Watu wengi sana wamepoteza maisha, wala si kitu wa kuuliza hiyo. Lazima mambo haya yazingatiwe. Sawa sawa mkuu. Mambo haya yatazingatiwa. Kuna mabadiliko kwa sababu wanajeshi wengi walikuwa wamepoteza maisha, kwa watu ambao wakae mkao wataweza kuchaguliwa pia vijana wengine kwa ajili ya kwenda kutoa support vitani. Basi bibi aliambiwa anahitajika. Nenda. Sawa nakuja. Hamna wasiwasi wote na wewe pia. Yogong. Mwamba aitwa Yogong. Yogong kabili basi asogee. Sasa mkuu. Huyu hapa? Ba. Hebu niambie baba. Shida nini? Sio shida nini? Lazima na wewe ujiangalie. Sasa shida iko wapi? Mambo ya jeshini ya kufai kabisa binti yangu. Binti anaambiwa nenda hivi. Nenda. Njoo hapa. Unajifaa kama unioni? Unajifaa unioni? Baada ya mambo yote kuweza kutokea. Hamna mheshimiwa, mbona nimekuona? Kwa hiyo ulikuwa unajifaa, mbona unioni unaondoka tu? Asema hamna. Nilijua uko busy kidogo. Niko busy. Ina maana wewe kichwa chako kinawazaga kitu gani waso? Ambia hamna, usiongee hivyo mzee wangu. Nisiongee hivyo Wewe ni mpumbavu sana wewe. Unashindwa hata kujielewa. Ambia hapana. Kila kitu kina sababu zake. Na kila kitu kina muda wake. Ni sawa lakini ni mpuzi. Mpuzi kama usingefuata kuwa na binti kama huyu. Kwa maana hata katika kuaminika hamna chochote cha maana ulichokifanya wewe. Basi mambo haya kwa kila mtu kwake imekuwa ni kumbukumbu. Yule anakumbuka kule na huyu anakumbuka. Binti alikuwa akiwaza sana. Baba aliondoka naye. Meshafikia tu sasa lazima ujielewe kukaa karibu na jeshi ni hatari. Naambia ni sawa ameniwakuwa mimi. Vipi kuhusu mwanaume wa maisha yangu? Acha wenge wewe. Mwanaume wa maisha yako ni baba yako na mama yako. So unakuja kuongea vitu vya kipuzi. Sisi ndo nyota kwako. Yule atapambana tu Ogwang mwenyewe. Na usimwaze yule mtu. Unaongea nini baba? Mimi siwezi kukuelewa. Nampenda. Bora ungeniacha mimi kule umtoe yule mtu kule. Unajua kunitoa mimi unamwacha yule mtu akamwambia sikiliza binti yangu. Jaribu kustaarabika. Na uache mambo yako ya kipuzi. Jaribu kustaarabika bwana. Sio unakuwa mzembe kiasi hicho unafanya mambo yako ya kitotototo tu. Simamisha gari. Binti alishuka. Anakuja huku sasa. Anasikia sogea. Pitisha huyo. Basi pitisha huyo ni silaha. Binti anawahi mzee. Mwamba nendo huyo anazama sasa kwenda wapi? Kwenda vitani kuongeza silaha na vitu vingine. Wewe unawaza nini? Ambia twende bana. Mwamba huyu alikuwa ni mtu anategemewa kwa sababu ndo mtaalamu katika masuala ya kutegua mabomu, kuseti magani ma kila kinga. Wanazama hapo msituni. Unajua kitu kimoja, bifu kubwa ilikuwa ni wao na wa Japan. Sasa inabidi kujiimarisha maradufu. Mama aliambiwa asisogee. Wabinti wenyewe kazi yao wanaletwa kwa ajili ya kuja kutibu wagonjwa na vitu vingine. Ongeza speed. Tunafika. Sasa ngoja wakutane hapo hewani ili watunguane kama maembe mtu wangu, utapenda mwenyewe. Season kano naita Fatal Missions usipime. Mipango shambulizi hiyo. Au jumbe shambulizi, cheki mambo hayo. Anasema hakuna shida, mambo yote yatakuwa sawa. Ni kweli tuna imani. Binti alijizamisha mzee nani? Hayupo tayari kumwacha mzee mkubwa aweze kufa kiboya. Wanasogea wanyama mara si wakaona mmoja wao anajisogeza. Cheki jinsi alivyootea fresh.
tulieni. Watu wakaambiwa kwanza wabane crossi. Maana wa Japan na wa China watofautiana sana. Ila utakapoangalia katika nembo za mavazi yao utagundua kitu. Akasema inaonekana hawa wanakuja kutuchambulia. Sasa wamekuja kitamu zaidi. Kuanza kuwatungua kama kware. Tungua! Alipigwa moja ya kichwa. Yule chali ambaye binti alikuwa anapiga naye story. Baba la baba zikavutwa hizo mashine kuda dadeki. Hey! Watu walikacha ni aje. Kimbia, acha kulialia hapo, unadua unashangaa nini? Wewe kikanuka mzee. Baba, sasa ndo madokta wako na wanajeshi ambao walikuwa wanaweka ulinzi mzee. Walikuwa wanahitaji kuweza kutibu madieruta, mtibu jeruhi kati asaipicha watu wanapiga za vichwa mani, usipime. Kila mtu ajibanze. Kiwezekana kamata silaha. Kamata silaha. Mama anaambia kamata silaha ujitetee. Kaona ni kweli mambo, mbona kama ni nzito hii. Haya kalikoki kimambo, cheki mambo hayo. Hey, mabinti jamani, si ni madokta. Hakunaga cha dokta wala nesi vitani mzee. Gari zopo zinasogea mbele ili ujue mambo ni mazito. Gari zinasogea mbele mzee. Mambo yamekuchaiva. Gari zinasogea mbele tena kwa spidi ya hatari mzee. Usipaime. Ni kizaazaa. Hapo ndani ya msitu sasa. Sasa Mwamba akasema ngoma ipakiwe. Watu walikacha vibaya nini? Anabuko tumevamiwa mzee. Kimenuka mbaya. Watu wote wako vibaya kule, hata bibi ambaye anamuita Chuiye naye ni shida. Yogang anambia tulieni. Kalo muita Yogang. Kasuka hapo kwenye gari. Kali huyu mzee wa kutengeneza maslaha. Shida nini? Anaambia huko tayari watu washavamiwa, watu wetu wanauawa. Tena wengi wao ni wale madokta kwenda kutibu wanajeshi. Anaambia hapana. Achana nao. Fuata kwanza sheria. Wewe mkuu. Kwani wale pia si wanadamu? Kwa nini unafanya vitu vya ajabu kama hivyo? Wale watapambana na hali yao. Sisi tunaenda sehemu ambayo kwanza tulioelekezwa. Naomba kuwa muelewa. Usitafute mengine. Umesikia Yogang? Kuwa muelewa. Cheki hapo akaambia angalia. Kama silaha zipo, kwani tusiende kutoa msaada kwanza, mambo mengine yatafuata? Tutoe msaada bwana. Haifai kuweza kuwadharau wale kwa sababu ni wanadamu kama sisi. Naomba jamani twendeni tukatoe msaada, ni kweli. Tusitelekeze wenzetu wakafa. Mkuu anashangaa. Sasa mkuu, umeona watu wote wanasisitizia kama nafasi ipo watakwenda kutoa support. Waruhusu basi. Sawa. Itafahamika tu. Sasa itafahamika tu kwamba inakuwaje huko mbele. Huku chuma inalia mzee, mwana mama alipulizwa. Huyo hapo bibi unaambiwa za moto zinalia kwa hapo. Wapo wamejificha mzee, bahati nzuri anazuia nao maboksi. Ona udokta ulikata ghafla akajikuta amekuwa mtaalamu wa zamani. Nikisanga. Msala. Mwamba anasema ndo muda mzuri huo. Huu ndo muda mzuri wa kutengeneza mambo. Ndo muda mzuri. Ghafla mzee akasikia support huko, washakuja wazee wa kazi. Sasa tumepata msaada. Tulia, acha kulia. Sogeeni mbele. Akamuona mkali. Yogang! Kodadadeki. Yogang! Pumbavu wametutaimu wa maboya. Sasa watengenezee vitu. Hapo sasa baba. Mwana mama anaambia umekuja kufanyaje? Nilirudi kwa sababu yako. Sababu yangu nini ungeondoka? Sasa angalia kinachotokea, ukanambia hapana siwezi kukuacha ukafa. Ase, mnaleta mapenzi vitani. Bora mchukue simu mchati lakini mambo endelee. Mama anaambia ondoka, anasema siendi. Wewe wangu siendi mahali. Anaambia potea. Nenda. Babako anataka kushambulia katupo pale pale alipo mzee. Sasa ni kuwapiga chapchapu, tukiopoza tu watatuzidi hao. Huko itafahamika. Piga mashine gani vibaya. Lipo hilo lishenzi unaambia likimura hilo ni balaa. Sasa hilo likimura taro linshida hilo jamaa la romba ambao lita kimura. Usipime. Baba la baba pale walipokuwa kina Ogwangu mzee kikaachiwa kitu.
Mbona waliinama chini? Sasa ni kuongeza umakini, watatumaliza kwa sababu wanapiga yale mabomu ambayo yanatoka TT430. Hapo ulipo tupo mzee, usipime. Hiyo mabomu ni msala. Kitu kinakokiwa kama vile mzee. Cheki mambo. Chuma inapigwa mzee. Baba la baba. Moto mtiti buku 8. Sasa jamani, cha msingi hapa ni kutoka salama. Watu wanaambiwa sogee mzee, hakuna kuacha mali yao teketee, bora wafe kiume. Chuma inalia. Wanasogea mbele kimeno mzee, wanabeba silaha zao. Wakafika mbele wakaona ngoja kitu hichi hapa sana kuwatupia vitu. Wape mandazi. Wakaona watupia vitu namna hiyo. Baba la baba hapo nyuma hao kudariki kafunuliwa ngoma. Tembeza dabo dabo. Umwamba ni director mzuri sana katika kupanga vita Ogwang, kwa hiyo katupwa bomu hapo. Cheki mambo hayo. Kiomba akashangaa mbona wanapiga vitu dabo dabo. Sio kutunguana huko, usipime. Baba la baba. Sai. Hapo kuna msitu na mboki ilinuka. Watu walikuwa wanafukuliwa kadi iko. Hakuna kuweza kuhakikisha kwamba narudi nyuma. Shambulia. Wanapiga hivyo hivyo mzee kimeno, wanaachia kombora. Babako saka. Huyo kamanda ilipigwa bomu hadi kapero lipaa hewani. Huyo hapo. Ikapigwa bomu nyuma alipo kudadadeki wale ikaongezewa tena. Sikakutana wale mabomu yao. Wajapani ni wabaya mzee, wana roho ngumu kinyama. Akacheki kuna boksi moja limebaki. Anasogea, bahati nzuri mzee ambaye ilipiga hapo hapo walipokuwa. Yaani kama vile imembusti. Mama hivi ndo anasikia kitu kimelia. Akajua Ogwang sasa huko alipo ni kisanga. Anacheki hivi boksi ni empty. Atafanyaje? Boksi ni empty mzee, afu maadui wamepaa, yani wametanda vibaya. Mama anaona ataka kurudi. Akaona ngoja. Chuma bado inalia. Mwanaume anapiga hesabu atapata wapi? Mabomu yako wapi? Si utafute. Nimejisachi tu hapa, siko risasi. Babako akazitupia. Kati anaweka mzee mtaalamu upande wa pili kililia hapo kwenye mkono. Mwamba naye wakati anajisogeza akapuliziwa chambavu. Huyu mwingine naye kala mkono, mtu wangu usipime. Sadi kamanda leo tu mwanaume sasa ndo anaseti vitu akageuza, hapo ndo utapenda. Mtaalamu wa kutungua vichwa. Watu wakimbie kama vipi kama wamesidiwa. Mwamba anapiga hivyo hivyo kwa anakata roho. Piga chuma mbaya. Baba la baba. Chomoa mkuu kacha naye. Chomoa mkuu kacha naye. Sasa Ogwang kabaki mwenyewe. Mwamba kaona yes. Huyo Soro alokuwa hapo sasa. Kama vipi ni muda wa kwenda kumtibi Kanchicho. Nataka mbonyeze kizenjo akaweka mavisu kwa hapo mbele mzee. Usipime hivyo visu mzee, vinatumika kwenye ngobore, ni msala. Mwamba kamtungua kwanza. Kudadadeki wale kamchucha hapo chini, jamaa si akamona. Alimpuliza ni aje. Akapiga hesabu kwa mbele. Akaona kitu hichi hapa mzee, akachumpa akachukua ile kombora. Karudi upande wa pili mzee, akaona ngoja. Nataka niwapige moja bila kitu hapo. Wakati wanajipanga mzee katua hapo usoni kwao. Wanaume pale pale akarudishia ngoma sasa. Lazima mtafute adui. Wakawa wanalengana hapa kwa hapa mzee, unaambia pige ni kupige. Anapiga hivi mzee, kitu imeisha. Babako naye akakoki. Anawahi. Huyu jamaa ana akili sana kwa sababu siku zote amekuwa kuanzia amekuwa ni mtaalamu wa kuunga silaha na kuchagua. Kwa ana uelewa wa kujua kila risasi inavolia, anajua ni mlio aina gani, huyu mtu atakuwa amepiga risasi ngapi, zimebaki ngapi. Kwa ana uelewa mkubwa. Nafikiri hata wataalamu wenyewe wanaelewaga. Akachapa ile ya kwanza. Jamaa sana anajua kitu. Wakati anajisachi. Kilichotokea ndo hicho. Alikula mingi balaa. Yaani alipigwa mingi kinyama. Alafu gari hapa mzee karudi nyuma. Alipigwa za kutosa. Alikuwa sio mwingine ni mwanamama ambaye ni Captain Leong Fang. Jamaa katoka sasa kuangalia nani ndo kumsaidia. Au labda jamaa kajiangusha na ikabidi kwanza asogee kumkagua. Lakini vita vilikuwa ni vya moto mbaya. Yaani vita vilikuwa ni vya moto sana. Vita ni vya moto vibaya. Akacheki risasi ilotumika. Umeona mambo nilikuwa nakwambia Huyu jamaa ni msala sana. Kwa anajua kabisa ni T Germany ni ngapi. Yaani alipocheki tu alitambua kitu mzee, usipime.
Mwanamama sasa baadaye anamtafuta mkali. 卓言， Chuye. 半阔， Se alimkuta mkali ese. 卓言， Chuye. 你没事吧？ Vipi uko salama? Umeumia? Anambia sijaumia, niko salama. 我真没事， Twende, nipo salama. 真的。 Niangalie. 对了，韩延代他们怎么？ Vipi? Msafara wako ulikuwa salama? Anasema ndio. 要在医院治疗， Lakini tulipoteza pia watu wengi. 你放心吧。 Sio tatizo. Basi cha msingi wewe ni mzima. Siamini eti kama umepona. Maana risasi zilikuwa zinalia nikawa najua nimempoteza sababu la baba. Ndio usiwaze mama lai. Mje huku kwanza mtoto cheu. Tulia bwana. 别哭了， Wala usio na wasiwasi. 半阔， Nasema wasiwasi niache kuwa nao. 以后不要再 Wakati nilikuwa nawaza nitabaki na nani mimi. 再转运联不好。 Hujui moyo wangu unavyotetemeka kiasi gani. 开战以来， Anaambia najua ni kweli, lakini sisi tumezaliwa na tumekuwa ni wanajeshi. 但是你看我现在不是， Hakuna cha zaidi ya kupambana kutetea amani katika taifa. Ambia sasa 谁也不知道明天会发生什 ni kweli. Lakini lazima kwanza tuangalie na sisi natakuwa tujenge misingi ya kizazi chetu. 么，好吗？ Kwa sababu sasa kitu muhimu ni sisi kujenga misingi ya kizazi. So unakuja unakufa unaambiwa jamaa alikuwaga mandazi tu huyo. Hajaachaga hata kwa hiyo. Ni hatari sana. Yana hajaacha chata ama kwa hiyo. 分吧。 Basi yote ni mambo ambayo alikuwa amepata kuweza kujiri. Mwanamama anakumbuka yote paka alipokuwa kimsi na kumomba wafunge ndoa. Alikumbuka walivyoteseka. Ajua kabisa ni Ongwang. Kumbe ni katoto kanamtania. Maana jamaa paka hivi sasa julikani wapi walipo. Na bibi Chuye. Mkali huko mtani anakimbizwa kwa sababu sasa ametoroka. Hataka kabisa kujihusisha na masuala ya jeshi. Alikimbia sana hadi akafika upande wa pili. 你怎么在这儿？ Shida nini? 我说过，我们会再见面的。 Huyu ndo anasema kwamba 我也说， yeye alikuwa ametumwa katika zoezi la kukamilisha wale wanajeshi. Anasema nimekuja hapa na ujumbe wako maalum. Ujumbe gani? Akaambia angalia, jina lako lipo saini pia. Lazima uungane katika kikosi cha Fatal Mission. Washakusanya watu wengi, chata saini yake hapo na ataungana katika kikosi cha Fatal Mission. 这走狗， Sasa kwa nini unajaribu kutumia 我和他女儿 jina la mtu bila idhini yake wala kuongea naye? Anaambia ulishateuliwa. 不要把党 Kwa hiyo lazima uingie kwenye kikosi cha Fatal Mission. 做法算什么？ Mimi huko nilipotoka najua nimemwacha nani, sio tatizo. 但军令如山。 Hata kama ulikuwa unatoka kufunga ndoa, lakini ni lazima, na hii ni kwa ajili ya kutetea taifa letu. 现在国难当头， Kwa hiyo lazima ujue hayo, 自己的幸福 hakuna kurudi nyuma, 被逼起来，算得了什么？ lazima tufanye hivyo. Kali huyo anamuita Shungseng, lakini katika jina pita anaitwa Yongtang, ukipenda muite pia Tongtang, ni wewe tu. 你也不希望你的女儿 Anaambia lazima tuondoke. Mwanamama ndio anamuita Lofang. 对吧？ Anaambia lazima tuondoke. Kwa hiyo ni jambo kama vile kulazimishana hivi. 作为一名军人， Sio ombi bali ni kulazimishana. 你的选择。 买 Jambo la kulazimishana. Anaambia utaelewa tu. Wewe utulie utaelewa. 我现在还不能答应你， Ni sio tatizo, ngoja niondoke. Uondoke? 你必须服从命令， Kumbuka ushateuliwa. 加入小分 Usifanye masiara kabisa 是没有家 kwa sababu lazima 亲人已故。 uhakishe kwamba 为了你的女人， unatii 你应 na unaipokea vizuri pia fursa hii. Hata kama una mtu wako unampenda, lakini wewe jua unafanya hivyo kwa sababu yake, ya maisha yake baadaye na hata kizazi chako. Kwa hiyo kama vipi wewe mtumie tu ujumbe. Mwambie haiwezekani kufunga ndoa, unakwenda vitani, basi mambo yatakuwa kwenda hivyo. Basi jamaa alikuja. Akaona ubibie nikimwaga kwa mdomo. Yule pale kabisa anamuona. Hata eza niruhusu kwa jinsi anavyomjua alivyokuwa kichachu yeye. Na siku zote amekuwa akipambana naye. Kwa hiyo hana budi. Sijui atatumia mbinu gani. Na pia hapo alipo mkali anawaza kwa sababu akimwambia anaelekea wapi binti atamfuata. Kwa hiyo lazima aweze kutumia mbinu ya kikubwa kumwaga ile inaitwa aga yenyewe ile. Unajua aga uchi? Akawa anamcheki hivi namna hiyo mtoto wa kike anamsubiri pale. Kuna zile aga original ambazo yani hata kama unamwachia mtu manyoya 逃避，但是军人不是 anakumbuka maneno ya bibie kwamba nakupenda, sitaki upate matatizo, nahitaji kuweza kuwa na wewe siku zote, 自己的幸福， tufunge ndoa. 算得了什么？
kumbuka yote. 姐姐，有个哥哥让我把这封信给你。哥哥人呢？ yote anakumbuka, isiwezi amini mambo. Aliambiwa kuna ujumbe umeletwa hapa. Najiuliza ni ujumbe gani? Shida. 现在 Basi alichoambiwa ni kwamba samani, 可以终止。 kuna mahali naenda, nitachelewa kurudi, kwa naomba unisamehe. Hata nisiporudi pia uniombee. Alikuwa ameaga kwa staili hapo. Binti alichoropoka, kajua mwamba atakuwa hajafika mbali. Huenda ni masuala ya kivita hapa sasa. Lakini sasa kibaya zaidi, hata kama ni mwanajeshi hodari, una uwezo mkubwa kiasi gani, unapoingia katika kikosi cha Fatal Missions, lazima kwanza utengeneze, upate ile misingi maalum. Mama anakimbia kule, jamaa alimuona. Lakini usiniache mwenyewe Pehua. Anamuita jamani, njoo Pehua. Jina la kiasili ya Semkali Ogang. Jamani, bado alikuwa akimuita. Anahitaji afike sasa. Alita sana, mwanaume ana uchungu. Usiniache mwenyewe jamani, nyayo ho. Pehua. Njoo bwana. Ula. Bado alikuwa akimwambia njoo. Tena akimwambia kwa Kichina, inshallah, yani njoo. Mwamba alilia sana. Watu wachache wanaweza kuenda ujasiri kama wapo, ila wengi wana uwezo wa kuenda ujasiri. Lazima wajikute kwamba wanakata moto kaa kitimoto. Sasa paka sasa hivi wanamsubiria mtu mmoja. Mtu gani mmoja ana umuhimu kiasi kwamba anatoweka muda wote hapa? Lakini jamaa ana umuhimu mkubwa kwa sababu yeye ndo kichwa. Basi captain anaonekana anakuja. Ananiambia shika ngome hii hapa. Shika, hata kama ulipotoka kule machungu, watu wameacha familia zao. Lakini itakiwa uweze kuwa mzembe kiasi kwamba ukapuuzia hata masuala kushika silaha. Alikamata mashine gani? Usizarau. Usiwaze pia sana, utazoea tu. Kuna wenzako kama wa kutosha huko. Lakini hapa ilikuwa ni ombi la taifa, kwa lazima ulielewe. Ndo Captain Lofang akatua sambamba na mkali. Alichambua kitu kimoja. Aondoe mawazo. Aondoe mawazo kabisa, wako wenzake kama wa kutosha. Karibu sana. Wakamwona mkali, anamjua huyo mwamba, alishtuka. Sehemu ya kwanza ndio hapo mtu wangu, kuna sehemu ya pili pia moto anaita Fatal Mission. Wengi wamezoea kumuita Changpankua. Basi ndio mkali amefika. Hiyo kikosi na kwenda kutengenezwa ni mambo mangapi ambayo tutakwenda kukutana nao huko mbele. Kwa hiyo utakuweza kukosa, maana mzee ukikosa ni makosa. Ni bonge la season ili hapo unaambia usipime mambo yake. Mambo ni mengi yanakwenda kutokea, kwa hiyo usikose sehemu ya pili. Huu moto ni moto kweli na sio moto wa kawaida. Kizaza. Kisanga.